Sitaki waniweke TV. Sitaki siku moja hata mimi nikuwe nikitrend kwa TV ati nimekufia Saudi. Sitaki. Waeke watoto yangu TV ati mama yangu amekufia huko. No. At least nirudi nyumbani nikiwa bado naweza tembea. Hello. Mko aje watu wangu? Mimi pia niko poa tu. Niko salama. I need your advice. Nataka advice. Muni advice tu vizuri on what to do. You have been my people. You have been my friends. You have been my followers for the longest time possible. Mnani keep busy. Your interactions zenu kwa my comments, my post huwa zinaniweka vizuri. Lakini behind my content creation, behind the content creation that I post and you follow, behind the content creation that I do is a woman in pain. Is a woman in pain. So I need your advice. Nimekuwa mgonjwa for 6 months now. Miezi sita ama 7. Nimekuwa nikienda hospital, nikirudi hospitali, nyumbani for the 6 months now. Nikiwa tu mgonjwa. But no one knew. When I post, hata nikienda live, I go live nikiwa tu jovial, nikiwa na furaha. But behind the curtains, I'm totally sick. Nimeenda hospitali juzi 29th was my 6th time. 29th hii mwezi wa 4 ilikuwa mara yangu ya 6. Mara yangu ya 6 kwenda hospitali. And for the 4 times, mara 4 za kwanza nimeenda, hawajawahi nifanya test. Hawajawahi kutoa vipimo, hawajawahi nipima, hawajawahi nifanyia chochote. Naenda tunaelezea shida, wananipea dawa. Tunarudi nyumbani. So last month, April, nikaenda OC. Kwenda OC, the doctor said hii ni kitu serious. Daktari akasema nasuffer kwa kitu serious. So they have to check, wanipime vizuri, waone ni nini. So unajua mdosi wangu ni Mwarabu. Na madaktari wengi huku ni mostly wanaongea Kiarabu. So vile doctor alisema hivyo, mdosi akaongea naye Kiarabu. Sijui alimwambia nini kwa Kiarabu. Wakaniambia mrudi nyumbani alafu kuje tomorrow. Kuje kesho asubuhi wewe peke yako. Nirudi mwenyewe asubuhi. So next morning nikaenda na driver. Nikaenda OC. Wakaniambia wanataka kunifanyia test. Wanitoe damu. Wanipime masusu. Wanipime stool. Alafu wajue what is the problem, because the problem I have iko kwa tumbo yangu. So nikaenda nikatolewa hizo samples zote, wakaniambia enda, results zitatoka after 1 week. Nikakuja home after 1 week. Results kuna app unaonea mkipimwa results zinakuja, unatumanishiwa results kwa app.
So after hiyo masiku kuisha, hata ikumaliza 1 week cause nilienda usi on Thursday, results zikatoka on Sunday. Wakanitumanishia results, halafu tena wakanitumia message nirudi hospitali on Monday. Monday nikarudi usi. So kurudi kwa hizo results wenye walinitumanishia, results tu imetoka lakini inasema undefined kwa app results inasema tu undefined, kwa sababu walinipima kwa hiyo app inaonyesha walinifanyia test vitu 98, walinifanyia 98 tests. Kwa hizo 98 tests zote 96 zinasema undefined. So two test moja inasema my body ina produce abnormal platelets. My body ina produce abnormal platelets zenye zina fight unknown disease. So alafu tena nikasema kitu ya pili nilisema kwa hizo 98 test, 2 tu ndio iliandika hiyo ya platelets zangu but ziko beyond normal range. Yeah, hivyo ndio iliandika my platelets ziko above normal range. Alafu akasema vitamin D pia is below normal range. Alafu sasa hizo zingine zote 96 zinaandika tu undefined. Nikarudi hospitali, nikarudi nyumbani, hawakunipea dawa, nikarudi nyumbani. Sasa nikarudi hospitali tena day before yesterday. Nikauliza daktari shida yangu ni gani, sababu for real napitia I'm in a lot of pain, naumia na hakuna dawa, hakuna msaidizi unanifanyia. Uniambie tu hata basi kama utaambia utaandikia bosi wangu report na niruhusu nirudi nyumbani, niende nyumbani nitafute matibabu. Sasa bosi akamwongelesha tena kwa Kiarabu, akamwambia ati aniambie maybe I'm suffering ati from maybe colon. Sasa mimi nikamwambia colon ni nini? Mimi najua colon ni sehemu ya mwili. Sasa kwani kuna ugonjwa unaitwa colon? So daktari akaniambia maybe you are suffering from H. pylori ama pile. Sasa sijui pile ni nini. Sasa akaniambia ukanipatia madawa. Akapatia madawa zingine hapa sijui inaitwa omeprazole. Wakanipea ingine na meza once a week. Sasa tangu jana before tuende hospitali juzi, nilienda mara ingine wakanipatia madawa. Nikakuja nikameza hiyo madawa. I almost died. Nikauliza mdozi, bora hizi dawa zinanihapenia hivi? Mdozi akaniambia twende hospitali. Tukaenda hospitali na hizo madawa. Akaenda kauliza daktari, ulitupea hizi dawa walipewa msichana kwa hiyo hospitali, na akimeza hizi dawa anagonjeka sana. Kwa nini? Daktari alishangaa. Alichukua tu hizo madawa tukiona akazitupa kwa dustbin. Akasema huyo mwenye aliwapea hizi dawa anataka kuua huyu mtoto. So akasema hizo dawa ni mbaya, singefanya nikunywe. Sasa zaidi nimepewa dawa zingine
nimeze for 1 month. After 1 month tena nirudi nipewe dawa zingine. Mimi nimeambiwa mdosi hata nikatie tu ticket, nikatie hata kama ina pesa zangu, aniruhusu tu nijikatie ticket niende nyumbani. Hataki niende nyumbani, and for real I'm suffering. Mimi naumia kabisa, na huyu utajiri hataki niende nyumbani. Sasa sijui mnaweza ni advice, what can I do? Nifanye aje? Ugonjwa haijulikani, they are just guessing. Nasema tu maybe kitu fulani, napewa hiyo dawa isipo work, na unasema tena maybe kitu fulani, nipewe dawa tena ingine. Now 6 months, miezi 6 sasa nikigonjeka tu hivi, hakuna usaidizi. Tumbo yangu haitaki chakula, hata nikikula tu hivi kidogo, hata nikikunywa maji tu nasikia nimeshiba the whole day, na nikijambia nijilazimishe kukula chakula tena tumbo ni uchungu, inauma tu kama tumbo yenye iko na kidonda. So mimi naomba tu mnipe advice, nifanye aje? Hapa sitapata usaidizi. Nimeambiwa mama niende nyumbani, hataki niende nyumbani. Sijui mniambie tu way forward, what can I do? Nifanye aje sasa? Nifanye aje? Mwili yangu hata sasa haiwezi kufanya kazi, and mind you hata ukiwa mgonjwa hivyo, I've been sick for the last 6 months but I'm still working. Bado nafanya tu kazi, hata sasa nasikia I'm totally sick, lakini pia bado tu nafanya kazi. Nataka niende nyumbani, sijui nifanye aje. Nimemwambia hata yeye tu anisaidie tu kunitafutia exit visa. Mimi nitatafuta pesa nilipe ticket niende nyumbani. Hata watu wa nyumbani watanilipia ticket. Watu wa nyumbani eri nikuje niende nyumbani, hata kama nitakufa nikufe karibu nyumbani. Sitaki kukufa nikiwa mbali, itakuwa mzigo sana. Itakuwa mzigo nikikufia huko. Hata watu wa kwetu labda watanipata, na hutaki niende nyumbani. So mnipe advice, nifanye aje mimi? Mniambie way forward, mnipe advice. Kwa nini naumia ukweli? Nipatie advice. Nipe advice what to do. Nimechoka mimi. Yes, kuna dawa, lakini sasa dawa iko, maybe hata problem yangu inaweza tibika tu nikipata tu matibabu mzuri, yani tu wanipime tu vizuri, wajue shida ni gani, wanitibu. Lakini sasa huku wakiongea tu Kiarabu ni hivyo tu,
wanafuata vile mdosi amesema. Mdosi akisema usipimwe the root cause, hawezi pimwa. Sasa wanaenda tu akinigesia tu, maybe you are suffering from this, maybe you are suffering from this, but they don't know. Hawataki kunifanyia test za kudetermine shida yangu ni gani. Sasa mimi nakunywa tu madawa yenye hata sijui natibu nini na hasinisaidii. No change, hakuna change yoyote, hakuna mabadiliko yoyote kwa hizi madawa zao. Zingine hata wananipatia madawa mbaya tena, mpaka wenyewe wanasema tena hizi ni mbaya. Sijui, but in case kukwe kwenda kubaya tu, in case of anything, you have been my people, you have been my friends, you have been my followers. If one day watu wangu wakitafuta tu msaada hata kwa hii online, mwasaidie, wanitafute tafadhali, msiwache, wasaidie tu wanipate, saidieni wao wanipate, ila kama nimekufa ama hata nikiwa hai, wasaidie tu. Mwili yangu imekata. Hata ile mtu ungekuwa unapewa hata leave, unapewa hata sick leave. So you are in a pain, you are still working. No any good medication. Sijui. Lakini akiniruhusu niende nyumbani, wakiniruhusu tu niende nyumbani, it will be better. Eti nyumbani unaenda unajielezea kwa hospitali unatibiwa. Kama kuna mtu anaweza nipea any advice, ama mtu anaweza nipatia usaidizi yoyote, mimi sitaki kurudi hadi kwa ofisi. Sitaki hata wanipeleke kwa ofisi. Wakinipeleka kwa ofisi, kwa hiyo agency, huko naye nitakufa tu. Kwa agency tuko nitakufa tu. Sitaki watu wasinipeleke kwa ofisi. Anipee tu exit visa, naende nyumbani. Anipee tu exit, naende nyumbani tu. Hata kama sina pesa ama niko nayo, nitaenda tu. Shida tu hataki niende. Hataki niende nyumbani. For the last 6 months, my friends wamekuwa kiniambia tu vumilia. Nivumilie tu na mwili naye haijui. Sasa nimekaa huku 10 months. Nimekaa hapa sasa miezi 10. Kwa mwezi 10 yote, miezi 4 tu ndio nimekaa vizuri. Miezi 4 za kwanza, miezi zingine zote maumivu tu. At least I keep myself, najikeep na Facebook, najikeep na kupost comment content. Watu wakilike, watu wakicomment, mnanisukumia siku. But behind my content, napitia uchungu. Mwili wangu unauma. Sijui sasa. Embassy ya huku haiwezi saidia mtu. Embassy kwanza hii hapa Riyadh haiwezi. Utaanza kuitishwa 1,100, utaambiwa ulete 200. Mimi nitoa wapi hiyo pesa? Embassy waniambie nilete 80,000, nitoe wapi? Waniambie nilete 100. Mimi wanilipie tu, wanipatie tu exit na wanipie ticket niende nyumbani.
contract yangu inasema mtu ikiwa mgonjwa mdosi anakulipia urudi nyumbani, lakini sasa huyu wangu hataki niende. Nikigonjeka sana 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 nimwambie wacha tu leo niende nyumbani, na sasa yeye anakuwa mzuri, ananiambia nitakupeleka hospitali yoyote, ulikuja kwangu ukiwa mzima, siwezi kukurudisha kwenu ukiwa mgonjwa mpaka upone. Sasa mpaka nipone na hataki tena nitibiwe. Hivyo tu anashinda tu akinipea moyo tu hivyo. Ulitoka kwenu ukiwa salama, niliona all your documents, I passed through all your papers, ulikuwa mtu mzima kabisa, alafu tena sasa nikurudisha kwenu ukiwa mgonjwa. Lakini sasa nikimwambia twende hospitali mzuri, basi wanipime, hata kama watanifanyia scan kwa tumbo, wanifanyia x-ray, wanifanyia kila kitu, that is where we draw the line. Tunaenda tu kununua dawa kwa chemist, tunarudi nyumbani. Mimi mkinisaidia tu nirudi nyumbani. Kama kuna mtu anajua tu how nitasaidikaje kurudi nyumbani, at least nikuja nijitafutie matibabu. That is all I want. Kenya nataka tu nirudi nyumbani. That is all. Because hapa siwezi pata usaidizi, hata huwezi. Utakufa tu kiambiwa you'll be good. Sasa kazi yake kuniambia tu usikule mchele, maybe tumbo yako haitaki mchele, usikule mkate, usikule nyama, usikule nini, usikule hii. Sasa amenihesabia everything, amenihesabia kila kitu nisikule, mpaka sasa hakuna kitu ninakula. Huku chakula huku ni mchele na kuku, food huku ni mchele, kuku, spaghetti, nyama. Sasa hizo zote ameshaniambia maybe tumbo yako haitaki hiyo. Sasa mpaka nimebaki mahali yenye najiuliza, sasa amesema nisikule kitu kwa sababu labda tumbo yangu haitaki, nikule nini sasa? Na sasa hivyo sikuli. Sasa kama sikuli, mwili haina uwezo, na you are still working. Mwili haina nguvu kwa sababu I'm not eating. Na hivyo vile sikuli, mwili haina nguvu, bado tu yeye hataki kujua wewe hujakula. Mwili haina nguvu, bado tu fanya kazi. Ukimwambia basi nipe kupumzika hata 1 week, basi nitumie madawa nione kama kutakuwa na changes, hiyo hakubali hiyo. Ni kama tu kuna mtu anajuana na mtu yoyote tu, hata wa serikali tu, anisaidie mimi nirudi nyumbani tu, nikuje nitafute matibabu huko. Cause hapa the more naendelea kukaa, the more masiku zangu zinakuwa kidogo. Huko the more I stay here, the more najimainazia siku tu, the more najipunguzia siku zangu. Nimejaribu, I've tried at least kutoa mawazo yangu kwa ugonjwa wangu, kujikimbisi Facebook na post, naenda live, at least saa zisonge. Lakini bado naumia tu, hata niende nyumbani, hata naira janga ibalu tuae naye ni nyaru duangara ine, at least nikuve kama watoto wangu wameniona. My mom has been praying. Mamangu amekuwa akiniombea sana, my sister amekuwa akiniombea.
Lakini sasa maombi bila matibabu hauna aje? Aje sasa mtu unaweza unaomba at least na kuna matibabu. Kama kuna mtu tu yeyote anajua mtu yoyote anaweza nisaidia, ama hata mnaweza nisaidia tu nirudi nyumbani at least nyumbani. Siwezi kosa namna ya kutibiwa, siwezi. Na nyumbani unatibiwa kwa sababu wewe ni mtu. Huku hawana racism, hawana ile kubagua watu kwa sababu ya hali yako. The work you're doing, unatibiwa tu kwa sababu wewe ni mtu. Huku mpaka uangalie kwanza wewe unafanya kazi gani, wewe ni wa wapi. Namba yangu ya WhatsApp ni 011. Kama mtu yote anataka kunitafuta, namba yangu ya WhatsApp ni 011 00 61230. Na namba yangu ya kunipigia direct, ukitaka kunipigia direct, namba yangu ni 02. Namba yangu ya direct ni 02 0206 23 63 76. Namba ya direct ni 0206 23 63 76. Ya WhatsApp ni 0110061230. At least nisaidieni hata nirudi nyumbani nikiwa bado tu hivi, nikiwa tu hai hivi. Sitaki